Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Hiyo nataka kutanabaisha tu kwamba kama una akiba ya mema yako unafanya, ukaona kwamba hayo ndio yatakusaidia kuyafuta madhambi yako, umejidanganya. Hili ni jipya na pengine likakuangamiza hili. Sawa. Kwa hiyo wewe rudi kwa Mola wako kwa ukweli kabisa. Usitegemee yale uliyofanya mwaka jana na mwaka juzi, kwamba Ramadhani iliyopita nilisimama usiku kucha bwana. Sasa iko kijidhambi hiki tu. Usidharau dhambi aina yoyote, usidharau. Na vivyo utakapoparika usifanye dhambi, huwezi, lakini haina maana kwamba ujiachie alafu utegemee mema yako uliyofanya. Hai si maana yake. Na zile dhana zinazowajia baadhi ya watu kwamba mimi nifikirie ile nishaye kufanya dhambi wiki hii mimi mimi sijafanya dhambi, kwamba na wewe huna dhambi. Kwanza mawazo yao pekee yake ni mawazo ya dhambi. Ndio kuna bwana mmoja alikuwa elezea historia ya shekhe mmoja wa kisufi, asema shekhe yule shekhe azungumza kwa serious. Shekhe yule bwana siku moja atuambia kwamba mimi tangu nimebaleghe kila nikifikiria nimefanya dhambi gani sikumbuki. Basi wewe maasum, wewe maasum, kumbuki dhambi uliyofanya, sio ya kujiona kwamba ukosei. Hiyo dhambi pia. Sasa tusihadaike na madhambi yetu, wala tusije tukahadaika tukaghurika na mema yetu tunayofanya. Mema ni kitu kingine mbali, tutakiwa tukilinde kitu hiki, tukilinde hiki. Alafu madhambi ni kitu kingine mbali, tutakiwa tupambane nacho hiki kitu kisiharibu huku. Unaelewa? Yaani hakikisha kwamba kama vile huu mchuzi na hii hapa ni sumu. Sasa hii isiingie huku, pambana nayo mpaka iondoke. Huu baki kwa mchuzi na hii sumu, ikiingia huku itakumaliza. Hiki ni chakula, hii ni sumu. Na namna ya kupambana na madhambi tushawekewa katika utaratibu wa Qur'an, lakini usije ukaghurika na hivi vijiamali vyako vichache, kwamba eti utakavyopambanisha na mrundo wa madhambi ulionao hata siku moja. Ndio hili analozungumza al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ghururi inayopata watu kuhusu amali. Nadhani tumeelewana katika ile